Na hamjambo kwa watazamaji wote ambao wanatazama hii leo, na ni siku nyingine ambapo tumepata fursa ya kuwa na mgeni wetu leo ambaye si mwingine ila ni mbunge wa Lamu East Rueda Obo, ambaye tutakuwa nazungumza tu kuhusiana na safari yake ya kisiasa na ile yote ambayo ameweza kuwafanyia wakazi na wapigaji kura wa eneo bunge hilo la Lamu Mashariki au Lamu East, na vile vile tutaweza kujua tu kando na kuwa ni mwanasiasa ni yapi ambayo alikuwa akifanya awali. Kwa mfano alikuwa ni rubani, na haya yote atakuwa akituelezea katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Na mheshimiwa, ni mwaka 2026, ni tarehe 2 leo mwezi Februari. Mwaka unakupeleka vipi? Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, mwaka una matumaini mengi. Naam. Alhamdulillah. Tuelezee kifupi tu kuhusiana na safari yako, ni vipi ulikuja ukajikuta mwanasiasa, na tunajua awali pia umefanya kazi ya urubani. Unaweza kuwa ni miongoni mwa, si miongoni bali labda mwanamke pekee katika kaunti ya Lamu ambaye amekuwa rubani. Ndio. Naam. Safari ilianza ni mimi ama village girl. Nilisomea Ndau Primary. Nikasomea Ngomeni Primary. Na nilipomaliza nikaenda Coast Girls hapa Mombasa. Shule zote nimesoma mimi ni public school. Yeah, so tukasoma na alhamdulillah ikabidi safari ndefu mpaka kuwa pilot, lakini nikakuwa pilot na nikafanya kazi ya piloting kwa miaka 13. Nikitoka niko na 7,500 hours. Ulikuwa unazunguka wapi na wapi? Pwani, ukanda pwani, Kenya yote ama? Pilot in command, siko pilot. Pilot in command. Okay. Nimefanya kazi, sisi yetu ilikuwa general aviation. General aviation pale unapopata kazi. Nishafanya kazi Comoros, nishafanya kazi South Sudan, nishafanya Mozambique. Ya, na ukipata sengine kwenda mara moja na kurudi, tumetembea nchi nyingi, Kongo nini. Haukuwa na uoga? Kuna watu wanaogopa height sana. Ukikaa pale kwa cockpit hauna uoga. Na katika training utajua kama bado utakuwa na uoga kabla ufuzu katika zile license. So nilikuwa na commercial pilot, sikuenda ATPL, lakini nilikuwa hapo kwa commercial pilot license na nikafanya kazi. Na katika pale kukaa kwa miaka 13 kwa aviation, yale watu niliowasaidia ni kama 50 tuseme kwa miaka 13. Yani kwa upande pengine wapate rating, pengine wapate kazi. Watu tofauti niliowasaidia ni kama tuseme 50. Sasa kuingia kwa siasa, story nao ni ndefu, nikizungumza niliingia siasa vipi. Lakini ikaja kiti cha affirmative, nikaingia kwa women rep through ile affirmative mwaka 2010. Katiba ile katiba imetusaidia sana sisi wanawake wa Kenya. Kwa sababu ilitupatia jukwaa na sisi la kuweza kusimama. So tukasimama na hiyo women rep. Women rep ni kiti ambacho ni affirmative, na mpangilio wake hasa ni kumpatia mwanamke jukwaa ili kisha aweze kujimudu kisiasa. Yani kwa mfano pale ameweza kupigana na wanawake wenzake, sasa imempatia nafasi sasa aende akapigane na wanaume. Kutimiza ile 2/3. Sasa ile affirmative ya women rep yasaidia sana. Na sisi Lamu tumekuwa tukifanya hivyo. Lamu kwa kwanza alipata ni mheshimiwa Shakila. Nikamtoa nikaingia mimi. Muhula wa kwanza alikuwa ni Shakila. Ulikuja ingia muhula wa pili? Muhula wa pili. 2017. 17 ndio. Haya, sasa sisi Lamu ndo tunafanya ile kiti cha wanawake kionekane kiti cha wanawake, yani yale mategemeo ya kile kiti cha wanawake, mategemeo ya katiba. Kwa hiyo muhula wa kwanza alisimama Shakila, kisha mimi nikasimama mimi muhula wa pili. Muhula wa tatu ni huyu Mudhoni, na muhula wa 4 asha declare kwamba yeye hasimami, anaenda Senate. Mwakilishi wa sasa. So hii ndio inaonyesha ile si vizuri, haikatazi na katiba, lakini si vizuri mwanamke kama women rep ukwamie pale unapisha mwingine naye ainuke mwanamke. So sisi Lamu tumefanya vizuri. Wanawake wa Lamu. So sahi tukaenda kwa women rep. Women rep najivunia kwamba nili create movement ya kina mama
na hiyo ndio alhamdulillah ilinisaidia katika siasa zingine zote. Hata ningetaka governor ningepeleka watu mbio sana. Maana yake nilianzisha movement ya sako. Tukakuwa na vikundi, pesa tu wakumbuka katibu wa Toile akaja kanichangia. Tulipata tu milioni 10. Na hiyo milioni 10 ilipeleka watu mbio kweli. Maana yake nilikuwa na vikundi 150 na kila kikundi ilikuwa na watu 20. Kina mama wangu kule alikuwa hawajui mambo ya kukopesha. Yani wana matatizo, yani kwenda banka hawapati pesa. So sako ikafanya kina mama vikundi wakakopa zaidi ya mara 4. Maana yake wanakopa na wakati sasa ni mwakilishi wa wanawake, women rep. So ile naweza kusema najivunia mpaka sasa ni ile movement ya kina mama niliyoweka ya sako. Sasa hii kina mama nimewaacha huko kwa women rep lakini bado wanaendelea na mambo yao. Changamoto zipi ulikuwa unapata katua sababu Lamu kama county ni kubwa sana. Na wakati ule ukiwa kama mwakilishi wanawake kuna visiwa kadhaa, kuna kuzunguka. Kuna kweli changamoto zilikuweko ni Lamu, geographical position ya Lamu ni ngumu, logistics ni ngumu. Unaweza mfano ukatoka Lamu kwenda Kiwayu ambao ni jisaji moja na dakika 30 kwa maji. Hapo ukatumia mafuta kwenda na kurudi ambayo inaweza kutoa na V8 kutoka Mokoe ukaenda paka Nairobi na ukarudi. Sasa kule ni gharama ni juu sana. Lakini sisi tulikuwa tunapata pesa ya civic education kama 600,000. Lakini tulitumia kiusawa na uwazi na ikaonekana kama pesa nyingi. Ilikuwa napeleka paka governors mbio. Saa nyingine governor anapeleka ambulance pahali, nakumbuka incident moja paka governor mwenyewe ananiambia, former governor ananiambia mimi nimepeleka ambulance faza haionekani, wewe umepeleka tent ndio inaonekana. Ilikuwa tukibrand ile tent tukipeleka at the right time. Sasa wakati ulikuwa ni wa COVID, in fact wakati wa COVID si watu wakijificha, mimi nilikuwa ndo niko njiani. Ukienda kila kona ya Lamu ni mitungi ya kuosha mikono kwa pesa ngapi, ni mask, ni zile za kupima. Ilikuwa ifanywa na county ambao wako sawa zaidi, lakini tulikuwa tukizifanya sisi wakati wa women rep. So tukashika kila pahali, hatukulala wakati wa COVID. So watu wengi wanakumbuka wakati wa COVID, sisi tulienda mbio sana. Wakati ndio likupatia boost sana katika siasa. Kwa sababu sisi hatukulala. Sisi tent ilikuwa inafaa ukiingia wito uwe na gama, na sisi tukaika sisi na ile ya kupima temperature zote tukaika sisi kila pahali. Kwa sababu governor alikuwa anangojea afanye, hajafanya, mimi nikafanya. So alhamdulillah hizo vitu ndio zilitupeleka mbio sana. Tulipeleka mbele sana. Kulikuwa na shida na watu wangu. Tulikuwa vocal sana kwa upande wa bunge. Petition, question, statement. Kila ukienda kwa Hansard unanipata niko pale. Naeleza shida za watu wangu. Sababu nakumbuka ule ndio ulikuwa wakati pia kwa kumechacha sana mjadala wa bandari ya Lamu na vile vile mambo ya wavuvi fidia. Naam. Kabisa. Pia kulikuwa na tatizo lile la mangrove. Nikafanya petition bungeni, bunge likanisaidia. Mangrove alhamdulillah wetu wanafanya ile sustainable. Hiyo yani ya kutengeza haiharibu mazingira. Yani wanavuna lakini hawaharibu mazingira, ile selected harvesting. So katika hiyo upande wangu walikuwa kutegemea sana hapo uchumi wao, tukawasaidia through bunge. Haya, elimu iko chini sana, na imagine changamoto ninayopata kama women rep, huwezi mlaumu upande wa education, basari ni kidogo sana. Lakini sisi basari yetu tulitumia ujanja. Tukasema hii kidogo hatutaitoa bila isionekane. Ikasema basari ya ngafu ya Lamu itaenda only kwa mayatima na walemavu. So tukaanza ile shule pale Mokoe. Tukaiboost shule ya Mokoe na pesa yetu ya basari. Lamu East yote ilikuwa haina unit ya walemavu. Ilikuwa ni ya Chundwa. Tukaanza kuwasaidia hiyo day haina boarding. Hapa Mokoe ndio ilikuwa iko na boarding. So hizo shule mbili nikazishikilia kweli za walemavu na kupeleka walemavu mpaka huku Chuda. Kuna pale ilikuwa nikija kuwasomesha walemavu. So hiyo pia naona baraka za Mwenyezi Mungu kushikilia mayatima na walemavu. Pia naona ilichangia sana pia mimi kwenda kupigania kitu kingine kupata. Haya, tukaingia hawa wenzetu wameathirika na miadarati.
Hao pia tulifanya wakati wa youth, ile pesa ya youth ikabidi na wachukua kuwapeleka wengi kwa rehab. Wengi sana ndio wapeleka rehab. Mpaka sasa hii ukifanya wema Mungu hakuachi. Sasa ingine napita pahali mtu ananiambia mama, mimi ni katika wale walionipeleka kwa rehab. Sasa hii na maisha yake naendelea vizuri, na mtu kama mwingine alikuwa amepotea kabisa. So rehab tulipeleka wengi sana, tukashirikiana mpaka ikajengwa ile rehab pale ya Red Cross. Tulichangia sana, kulikuwa na resistance from jamii, kwa nini nakuja kujengwa hapa, lakini tukazungumza na jamii wakati nikiwa na Women Rep mpaka wakaikubali, wakaielewa, ikajengwa rehab pale. Haya, nyingine ilikuwa ni wakati wa Women Rep Basuba ward, nikiingia kwa miaka 6 ilikuwa imefungwa, skuli zote zimefungwa, the whole ward. Nakumbuka sababu mambo ya usalama. Ya usalama. Ndio. Sasa the whole ward, yani imagine imetokea wapi Kenya, ward nzima ifungwe kwa miaka 6. Wanafunzi watakao kusoma ni ule ana uwezo apeleke ward nyingine Hindi. Apeleke ward nyingine ambayo constituency nyingine. Mimi nikaanza eka bungeni. Na si kule msituni kule Boni. Boni Forest. Lakini ni wa Kenya hata kama kwa Boni Forest na kusoma ni haki yao. Unasema changamoto pia zinakuwa nyingi sababu wako msituni, shule zimefungwa na wanafaa waende wodi nyingine pia kusoma. Yani imagine mtu kutoka paki pengine Mangai aende akasome Hindi mpaka alipe 8,400. Kwa sababu pikipiki paka kufika Hindi ni hiyo 8,400, kisha ndo sasa asome Mkoe. Na wengi hawana hizo pesa. Sasa ikawa kuna wanafunzi wengi wa Boni hawajasoma. Generation inapotea ya miaka 6 ni nyingi, miaka 6 nyingi sababu kama uko darasa la 3 unamaanisha umemaliza hata shule ya msingi. Haya, umeshamaliza grade 6 itakuwa pengine. Au pengine kama pengine unaanza huko chini, angalau uko grade 3. Si ndio? Au grade 4. Na hata pia zikifunguliwa itakuwa vigumu kwa mwanafunzi kurudi shule. Sababu ataonekana mzee sana kwa wenzake. Kabisa. Sasa nikazungumza bunge, wenzangu wa bunge kanisaidia, tukangangana paka tukenda tukafungua baada ya miaka 6. Yani sisi tukifungua shule ni 2018, nilianza nao 2017. Tukafungua shule. Tulipofungua ikawa uwezo sina, nangangana kwa jeshi, nisaidieni, mara wakanikubalia watanijengea secondary, lakini mpaka sasa haijajengwa. Mipango yako wenyewe anajua. Sasa nikaomba sasa nipate MP. Nikangangana nikapata ubunge. Wakati ule ulikuwa chama gani ukiwa? Nilikuwa Jubilee. Nilikuwa Jubilee. Haya. So nikatoka nikapigania MP Lamu East. Kwa sababu niliona zile changamoto za education na nataka kufanya, lakini kasina push zaidi. Mbunge ukila ukisema kitu hakupi na sahasi, anasema mimi ni mbunge wa hii area. Na mbunge wakati ule pia alikuwa na wabunge wenzake walikuwa na back sana. Sasa mimi ndiye mbunge wa hii area. Mimi basi na mimi nikasema na mimi nitaka kuwa mbunge wa hii area. Nikafanya bidii, alhamdulillah tukapata ubunge. Watu wakanipigia kura na kuambia hata more than nilivyo expect. Manake mimi nashukuru watu wangu wa Lamu Mashariki, kutoka nianze kupigania ni kama waliona kitu kwangu. Nilipigania 2013. 2013 nikakosa. Mheshimiwa Shakila kanishinda. Yeye akachukua Women Rep sasa. Kupigania Women Rep. Mimi nilishinda Lamu Mashariki. Yeye alishinda Lamu County nzima. Lakini mimi Lamu Mashariki nilishinda. Sasa na nilipopigania ubunge mwanzo kabla ya Women Rep nilishinda ile atamba wakati wa 2017 nikija. Nilipigania Women Rep nilishinda na 10,000 vote. Kule kwetu watu wanashindana na 200, 300 ikizidi 1,000. Mimi nikashinda kwa 10,000. Ikashangaza watu wengi. Na sasa nimetoka nikaenda kwa MP ambao ni 2022. Nikashanga kule kwetu watu wanashindana 200 tena. Mimi nikashinda kwa 800. Ilishangaza watu. Yani watu wameona, wana hope kwangu kwamba nitabadilisha kule. Mpinzani wako mkubwa alikuwa nani? Alikuwa na Shakila bana. Shakila si alikuwa ni Women. Sasa nikaenda kupigana na wanaume, kupigana na wanaume 4. Na wote nikawabwaga 4. Ni yani alhamdulillah vile ninavyosema
watu wameona kuna kitu naweza badilisha. Na hiyo ndio mimi inanipatia motisha zaidi ya kufanya kazi kwa bidii zaidi, kwa sababu hao watu wangu wana imani na mimi. Na mimi acha nifanye bidii nihakikishe nimekidhi yale matakwa yao. Haya, tukaingia kwa ubunge. Ubunge sasa nikasema acha nishughulike na mambo sana mawili. Kwamba education na security. Tukangangana, mimi nikaenda bunge kule, utaona miswada yangu, petition zangu. Manake kama mwanzo kuna petition kama ya Boni Lumshi, kuna petition ya Kiwayu, kuna petition gani nyingine? Kuna petition nyingi utazipata kule. Kuna ya wavuvi, kama ndio ya Kiwayu. Ile ya wavuvi ni bill. Bill, nikatengeza bill ambayo inahusu watu wangu ya compensation, na alhamdulillah rais akaisign. Siku ile baba alipofariki ndio ilikuwa siku ya kusainiwa ile bill. Katika zile bill 8 moja ni yangu. Naam. Sababu kulikuwa na hiyo compensation, alafu kuna nadhani kulikuwa na moja, sijui kama ilikuwa ni motion ama petition ya kutoruhusu kuna zile kampuni kubwa za trola nini zile. Sasa ile ikweli ile pia ilikuweko, lakini haijasonga. Kwa sababu ilikuwa napigania compensation zaidi, ile kwa nyuma, kwa sababu pia reason ni mtu alienda kotini. Sasa ikienda kotini unanirejeshia bili yangu nyuma, unaambia uwezi kuendelea paka isikizwe kesi mwanzo. Sasa ile ilitegea nyuma. So nikashika hii ya string rail, ile ya wildlife bill, kwamba ukiumwa na papa, string rail, yeda, string rail, deda, papa, stonefish na whale. Sababu ilikuwa serikali kwa sema rais wale kuuawa na ndovu inafaa wanalipwa, wale kuuawa na huko wanyama bahari walikuwa hakuna. Sasa ilikuwa ni jukumu langu mimi kama mbunge, ikiwa watu wengine wanapata fidia kwa wanyama wale hatari wanaowadhuru, na hata sisi ambao mazingira yetu ni maji, lazima nao ikitokea hatari wafidiwe, ndio isionekane kama kuna discrimination kwa serikali. Lakini alhamdulillah hiyo rais wetu ameelewa, amesign. Sasa ni implementation tu iko kwa KWS, wanafaa kuimplement. Ilikuwa pia na pesa za fidia. Ni shilingi ngapi? Pesa pale wataka kurekebisha, walikuwa wamesema KWS wameona ni nyingi sana zilioko. Lakini wataleta bili ya kurekebisha hiyo pesa. Kuna ukifa, ukiwao kabisa ni karibu milioni 5. Na samaki yote. Si samaki yote. Papa ambao huwa ni nadra kutokea. Kama hapa ferry ndio inatokea sana. Mombasa ferry. Huku kwetu Lamu sana wanatudhuru ni wale string rail. Papa ni kitu inatokea after 10 years hivi, haitokei sana. Lakini unajua pia kwa sasa vile meli zimeingia pale Lapset. Hapa Lapset vile meli zimeingia, itakuwa mapapa pia wanaingia. Wanapenda kufuata meli. Wanafuata meli, nasikia kama sengine wanatupa kitu, wanatamani ya kupata kitu pale. So wanafuata meli, nasikia huwa. So tukapigania sana upande wa education. Education ndio ilikuwa hamu yangu kubwa, kwa sababu education ndio ina change mambo yote. Kweli. Education, hata kama mfano mtu amekuibia shamba yako, ameibia shamba la wazazi wenu, au imekuwa dhulma fulani imetokea, ukisomesha watu wako au ile family isome, itakwenda na kiona hii bado hii nyumbani yetu, unaweza enda kainunua. Kama mimi sasa kwa mfano kuna shamba ya wazazi wetu, mwenyewe mzazi wetu ndugu yake nyanyangu aliuza, lakini mimi hiyo ni Ngomeni. Sasa mimi na feel juzi tu iniingia hiyo akili, nikasema si niende kamwambia yule alinunua, ninunue niregeshe kwa familia yetu. So ukimsomesha mtu mwanafunzi, mtoto, family isome, watakuja kuzinunua tena. Alafu pia unapunguza mzigo kwa kutegemea labda. Sasa tukaenda, yani unamtoa mtu kwenye dhulma ukimsomesha. Kama hata mtu ambaye amesoma huwezi kumdhulumu, anajua haki yake. Unaona, watu wangu kule sana wamekuwa wakidhulumika. Sasa nikaona acha tupambane na elimu. Tungangane. Wako ambao walikuwa wamesoma, lakini waliosoma ni kidogo kuliko ambao walikuwa hawajasoma. Haya, tukangangana. Kwa mfano Basuba ward mzima ilikuwa na mtu mmoja tu from university. Ambaye amesoma, ani graduate. The whole ward. Mmoja ni kozi gani?
Sijui amesomea course gani lakini ni mmoja tu. Mmoja tu. Haya, imetitoka hiyo course nimesahau. Tangu dunia iumbwe. Sasa ona hapo kuna matatizo. Kuna shida. Kabidi tungangana na elimu. Haya, tukangangana vipi elimu? Mwanzo tukasema secondary school zote zetu za Lamu Mashariki lazima mzazi asilipe hata ndururu. Mimi nashangaa watu wakisema mambo ya Ndini Nyoro atena lipa 500. 500. Sisi Lamu Mashariki ni vile tunainyamazia. Hatuja. Sasa yeye anaongea amefanya, wengine mnaonekana kama hajafanya. Kwangu Lamu Mashariki mwanafunzi yoyote halipi hata ndururu, ni kama free secondary education. Nimefanyaje? Nimefanya hivi. Nienda kaongea na governor, kaambia governor, hawa watu wetu hawaoni, kila jamii ina tabia zake. Na kila pengine wengine wanafikiria vingine, lakini wengi wanaona afadhali kufanya harusi tunaweza fanya. Tunachanga au nini tukafanya. Lakini kuchanga kwa elimu na nini ilikuwa si muhimu kweli, haijaingia vizuri. Unaona? So nikamwambia governor, hebu tujaribu. Maana kila tukienda mashule sababu utaambia walimu ni absenteeism. Hawako, hasa hawaendi shule, wanakwenda baharini, wanakwenda hivi, sijui kutafuta pesa ndio waje wasome. Kaambia governor, tukae chini mimi na wewe tushirikiane kipopote mtoto asilipe hata ndururu. Sasa wote wakawa hawalipi. Governor akalipa 10,000 kwa kila mwanafunzi. CDF ikalipa account government ikalipa 10,000 kwa kila mwanafunzi. CDF ikalipa 7,000 kwa kila mwanafunzi. So mwanafunzi ni 17,000. Tunalipa yote. Tunalipa yote. Sasa mzazi tu ni kuangalia mambo ya uniform na vitu vingine kama zatakana vidogo. So Lamu Mashariki sisi ni free secondary education. Mbona hujaipigia debe kama Ona tutaleta wivu, naleta wivu tukanyamaza. Ona tukanyamaza tu wenyewe, sisi pesa yetu ni kidogo. Wataanza kusema sijui wako kidogo, wako hivi, na ambapo ile pesa sio kwamba inaangalia elimu pekee, vitu ni vingi, changamoto nyingi. Ile pesa sio kwamba yetu inazidi paka tuweze kusomesha hao. Au hakuna kitu kingine ya kufanyia. Tulikaa chini tukaona priority sisi ni watoto kusoma, ndio tukaamua kufanya hivyo. Tuko radhi miradi shule zipungue, mambo mengi ya kufanywa yasifanywe, lakini hawa wanafunzi wasome mwanzo. Sasa kwa mfano tulienda kuomba kwa president. Tukasema sisi changamoto zetu kule Lamu nyingi ni kwa sababu wanafunzi walimu walioko kule ni wa nje, kisha ni kidogo na tunataka pia locals na wasomeshe. Na kama kuna shule zingine hajaona mtu anafanya chemistry na kwa miaka 10 hajaona mwalimu wa chemistry hata siku moja. Mata lab labda pia hawana vitu, matatizo mengi. So tukaenda kwa hiyo walimu mwanzo. Hii walimu tukaletewa walimu waandikwe. Rais huyu kwa upande wa walimu ameandika walimu, rais wetu Ruto. Lamu East wakaandikwa walimu 38. Ambapo mimi nawajua. Through mimi kwenda kuomba. Sio ile ya ministry. Hii ni ile extra uenda kuomba, hapa kuna shida tusaidie. Akaniandikia walimu 38. 38 walimu. Ikawa sasa wale walimu wa Bajuni wa kule kwetu ni kama 8 out of hiyo 38. Yani nafasi ziko lakini hatuna watoto wetu ambao wamesomea walimu. Tukawapa watu kule tuka according to combination. Wewe unaweza kusomesha chemistry bio, basi unapewa fomu uje utusomeshie watoto wetu. Lakini ikaniuma sana. Kwa nini sisi hatuna watoto wetu? Nikazungumza na rais. Huyu rais wetu William Samoei Ruto. Akaniambia, Ruida, somesha walimu. Ukitaka hiyo jamii yako ibadilike, somesha walimu. Wewe nenda kasomeshe 50 na mimi ukisomesha 50 ukinionyesha nimesomesha 50 na mimi nitakusomeshia 50. Haya, sisi tukaadvertise, tukapata walimu ambao wataka kusomea walimu. Na kuna college huko TTC? Hakuna, hapa tunazifanya hizi za nje huko. Hatujaweka college yetu pale. Kuna wengine wako Kwale, wengine wako hapa Mikindani, wengine wako Oshanzu, wengine ni wa secondary, madegree kila pahali. Hivi total sisi tunafundisha walimu 106
Manake tulipo advertise wakatokea 106 tukasema ina haja kuacha au 6 pia. Tuchukue wote tusiache. Tukawasomesha walimu 106. Hivi ninavyokuambia nafikiri tutakuwa na excess of teachers kule Lamu East. For the first time in history. Jitegemea sasa. Sasa tutataka tukiwapeleka walimu, mfano wamekwenda Basuba kumetokea matatizo. Walimu wale kwao kule wabaki kule wasikimbie. Wasikimbie. Ona, wengine wanatokea incident pahali wanakimbia. Sababu hiyo ndio shida wanapata nadhani Northeastern. Na kwetu mwalimu atakuja. Sheria ya TSC inasema mwalimu akae minimum 5 years kabla hajatoka. Sasa atachukua kazi. Atakuja mfano asomeshe Kiunga kwa sababu hana kazi, amepata kazi. Ikifika miaka 5 humpati tena yule mwalimu huko ataenda kwao. Sasa gap inakuwa pale siku zote nenda rudi. Ndio maana tukasomesha walimu 106. Sasa hizo ni njia za kusomesha na ya kupigana na ya mambo ya education. Sasa mkipata pia college itakuwa nzuri zaidi. Inshallah. Hiyo baadaye inaweza kuja inshallah tukasomesha, lakini vile kwa namba zetu kule la Mashariki labda tutengeze pale kwa Mokoe pale iwe ya kaunti nzima. Sasa na kule changamoto usafiri na nini? Lamu Mashariki inakuja sinachukua paka kisiwa cha Lamu na Mokoe. Haifiki hapo. Ni paka pale part of the port iko Lamu Mashariki. Lakini zile buildings ziko Lamu West. So faza nini zote. Lakini zile bath ziko Lamu East. So Pate Island paka kufika boda ya Kiunga na Boni Forest ndio iko kwangu. Na kule kulikuwa kufanya mambo ya coal kwa sasa. Kwa sasa iko Mashariki. Lamu West. Na magharibi. Haya mambo ya education tukabidi sasa tuendelee na mengine. Tukaenda sasa upande wa education tukasema hiyo scholarship mtu yote ambaye atakusomea walimu tunalipa full scholarship. Hao walimu sisi tunawalipia full scholarship. Haya kwa day scholar tukawa tunalipia 8,000. Boarding tunalipia 16,000. College tunalipa other colleges tunalipa hiyo 20,000. Tuaje university tulipa 25. Pesa ilikuwa haitoshi. Najua hiyo ya university kidogo, lakini pia kwa university kuna huu mpangilio ambao mzuri wa serikali umeweka through Daktari William Samoei Ruto. Kuna hii mambo ya branding. Branding ya HELB. So mtoto akipata ile 25,000 kisha atumie HELB vizuri, anasoma, hakuna sababu ya kutokusoma. Manake ile branding ya kwanza mzazi anafaa kulipa only 5%. Tuseme karo ya shule yote ya mwaka mzima ni let's say 1 million. Mzazi anafaa kulipa only 50,000. Sasa ikiwa na kwetu amepata 25 kwa CDF inakuwa tayari kwa mwaka nzima. Si atakuwa hiyo 25 kwa mwaka mzima naye atajipanga mzazi. So tuwaonyesha pia tukaeka Rueda Mohammed Foundation, kuna youth wenyewe ambao wako university student. Tumefanya hiyo movement, wanatembelea kuambia wengine opportunities ambao ziko. Zile KUSP na HELB zote, vipi mwanafunzi asikae nyumbani asome. So si mimi peke yangu naomba kwa mipangilio mingi upande wa education. Kuna watu ambao wanisaidia mimi, hata si watu wa Lamu Mashariki. Kuna scholarship za medicine nilikwenda kuomba hapa mtu binafsi nilipia wanafunzi wangu wasomea medicine. Haya tukasema ngoja tufanye mambo ya benchmarking. Watoto wetu waende nje wakaone dunia nyingine imekaaje. Hiyo mambo ya medicine. Mambo ya sasa ya schools secondary. Tukasema the best performing school itakuwa ikienda kusomea nje. So sasa best performing school ikawa secondary ni Pate Girls. Na hii ambayo umekuwa juzi choma chapati. Tukachoma chapati. Hiyo tukatoka pale tukaenda Nairobi. Wao ndo wamekuwa kichukua every year. Pate Girls. So tushaenda Nairobi mara 2, tushakuja na Mombasa sijui mara ngapi. Yaani tumekuwa tukitembea nao wasichana. Exposure tour. Nikaomba Sheikh Khalifa wa adapt waifanye kama ni mtoto wao. Sheikh Khalifa mashallah, wale walimu wakija wanakaa na walimu wenzao. Ile shule kwa miaka kadhaa hivi sasa kama 3 hivi
Sheikh Khalifa imeadapt kama mentorship kidogo. Mentorship wameadapt sasa, papers wakifanya na wapana wao wakija huku wanaonesha vile walimu wao wanavyosomesha watoto wengine na wale walimu nao pia wanaonyeshwa zile tactic. Unajua sasa wengine wanaweza kusomeshwa tu, lakini kuna mwalimu mwingine anafunza vile utapita sasa mtihani. So sasa wanafundishwa hivyo. So alhamdulillah safari hii imepita vizuri sana. Pate imepata 6.5. Naam. 6.5 kwa Lamu Mashariki, hiyo ilikuwa imesahulika mambo haya. Labda zamani huko, lakini sasa hakuna. Umejaribu tulikuwa sisi sababu najua Lamu wakati tukienda huko hata barabara hakuna nini. Sasa upande wa hii Pate Girls, mwanzo tuchukue Lamu East yote. Nilivyoingia 2022 wanafunzi kupeleka university ilikuwa ni 0, hatukupeleka hata mmoja. 2023 tulipeleka 2. 0 kumaanisha wa kwanza alipata C plain. Itakuwa ni college. Haya 2022 tukapata 2. Yaani C plus and above ni hawa 2. Na alikuwa ni C plus 2 zilipatikana. Moja Kiunga, moja sijui ni Pate. Wakaenda university. 2024 tukapata 4 ambao grade ya kwenda university. 2025 tumpata 19. Naona umeongezeka. Ambapo 15 wametoka Pate Girls. Na 2 wametoka CIU. Na nikizungumzia ile shule ya CIU kidogo uone ile transformation ambayo tuifanya kwa upande wa elimu. Na nina imani kutabadilika kule Lamu Mashariki. Maana yake sisi sahihi hii Pate ni number 2 county nzima ya Lamu. Hasa imagine Pate ni sub county school, it is not even a national school. Tumeshinda national school. Na yote kwa visiwa pia. Tumeshinda national schools za ambao ziko Lamu, ambako hata kwa sehemu zingine. Nini effort tu kidogo tumesukuma pale, alhamdulillah. Si mimi peke yangu, tumechangia sote, wale watu wa education, different stakeholders tumesaidiana pale, na alhamdulillah imetupa moyo zaidi kwa sababu inaonekana mambo yanabadilika. Nipatie example ya CIU secondary. CIU secondary kuna time paka Senator Faki aliwahi kuifanya kama kejeli. Ndio nafikiri shule ilikuwa chini zaidi Pwani. Ilipopata number 1 ni 2 wale washinda pale ni D plane 2. D plane 2. Wa kwanza. D plane 2. Wa pili D minus. Sijui zilikuwa 9. The rest ilikuwa ni ma E. Sasa sahihi tulisema acha tuingilie, manake tatizo si wanafunzi. Watu wanasema wanafunzi hata kusoma, wataka ukora, wataka hivi. No, nikasema kwangu vitu vingi, miundo msingi. Wanafunzi si tatizo kabisa, manake tulikuwa tunaona wanafunzi wakaenda kusoma nje, wasome Lamu, wasome Mombasa, wasome Nairobi, wana perform vizuri. Na wako katika hao wanaenda university. Unaona? Kwa nini wakisoma pale kwetu ndio hata hapa Sheikh Khalifa wako wengi wanasoma huku, wakitoka nje wanaenda university. Wakisoma kule kwetu hawaendi university. What is the problem? Ndio tukasema tukaanza kutafuta. Tukifika CIU pale, CIU kumbe unaangalia wanafunzi wanafanya chemistry exam, hawajawahi ona test tube. Hawajawahi ona mwalimu wa chemistry. Mara ya kwanza siku ya mtihani. So ndio ikabidi sasa tungangane kuleta walimu. Mashallah hizi skuli 2 walimu kuko sawa. Tunangangana na hizi skuli nyingine zilobakia. Kiunga pia itupa haijambo. Lakini tutasukuma inshallah iwe vizuri zaidi. Na hizi skuli 3 zingine zilobakia tuende tufanye bidii zifanye vizuri zaidi. Upande wa security, maana kwa upande wa education pengine nimesahau mengine, lakini hayo ndio tumefanya. Na inanipa moyo sana, nasikia raha. Hata kama kuna changamoto nyingi, waweza kufanya kitu mtu akatukulia yeye pessimistic. Yaani akiangalia hii chupa iko half full, yeye anasema half empty. Kwa mfano, napata shida, ni siku nyingine nikashangilia nikasema nafurahia matokeo mazuri. Maana kila binadamu first you praise kizuri, sio? Si ndio? Sasa kama motisha na morale. Tukasema safari hii najigamba niko 19 student ambao enda university. Hapo akatokea another leader. Akaanza kusema, mimi naangalia kiongozi
anasherehekea amepata 19. What about the ease? Unazifanya nini? So kwa kuwa kuna ease, tusisherehekee hii ambayo ni mwanzo kupatikana. Bado kuna kazi, hatuseme tumemaliza. Ni process. Ni process. Sasa hii tufurahia wale wa 19 ambao wameperform vizuri. Na hawa ease nao tupambana nao, ease zipungue kusiwe na ease. In fact tuliweka condition mimi na governor. Tukasema mtu akipata D- hatutalipa basari. Ili kusudi mzazi afanye bidii mtoto wake asipate D-. Ilikuwa ni kungangana ili ease sipatikane. Lakini kama pale hawa wamemaliza mpata E, E na D, sasa tuwapate tena pale washakuishi. Yani ilikuwa kama alikuwa ni form 3 ampata D na E, hatungelipa basari. Lakini huyu ashamaliza yeye hapa. Huyu ashamaliza sasa. So alhamdulillah upande wa education tumengangana na Ministry of Education Lamu, yote tumeshirikiana na head teachers Lamu. Alhamdulillah tuendelea vizuri. Hata sengine ubidi katika kazi kosana. Kama siku nyingine utaona walimu wamechelewa kwenda Mangai miwa mkali. Kwa nini walimu wamechelewa? So nakosana kidogo lakini tunakaa chini kisha tunapatana. Sasa na upande wa education tukaanza kuona matatizo ni nini education. Matatizo kwetu ni unemployment. Tukaanza kuingilia kwa jeshi, tukaenda tukazungumza, tukaandika mabarua, wakatuelewa reasoning zetu. Naambia kule sisi kwetu border is just an imaginary line. Hawa watoto wetu it's a walking distance to Somalia. Ikiwa hawapati nafasi huku na wanaona kama wametengwa, wamekosa hope. Akiambiwa tu njoo huku upate kazi, wataenda. Sengine wanadanganywa tu, wanaambiwa njoo huku upate kazi, kuna good opportunities, na hakuna good opportunities. Lakini ni watoto wanadanganywa na ule age. Wale majenzi wakaenda bunge, hawakufa yani walikuja kule bunge walileta hasara. Lakini ni ule ujenzi. Na huku kwetu ujenzi wao huenda kule kwingine. Wakiambiwa kidogo ngoja ule wanaume mimi naenda huko. So mimi tukaelezea serikali, minister through defense na interior tukaeleza. Alhamdulillah defense wakaanza mbele, wakaielewa hii tatizo. Si nani anatoka huko? Alikuwa Badi, General Badi alikuwa anatoka kwetu. Yes. Sasa hapa ikabidi hawa kutoka wakati wa General Gola na huyu aliyoko Kariri, mtu mzuri sana mashallah. Ukimweleza yuelewa. Yuelewa. Nafikiri na yule alifanya cost yojua haya mambo ya kwetu. Basi nakwambia wenyewe KDF wameingia wanafanya deliberate effort kusaidia Lamu East. Wanasaidia. Hawa polisi walikuwa wamechelewa. Lakini safari hii na wao wameingia kufanya deliberate effort kusaidia Lamu East. Wameanza ni KDF na polisi nao wamefuata. Sahi alhamdulillah through IG Kanja. Through the IG Kanja, yeye mwenyewe sasa anafanya deliberate effort. Nafikiri ni mipango yao na president. Wameona kulikuwa na matatizo. Shida ya kwangu kubwa, watu walikuwa wamekosa hope. Huyu rais wetu kile kitu anafanya, akiambia watu Singapore, akiambia watu nini, that is what was missing. Kama kwangu Lamu East, that what was missing. Anajua hata baada ya kusoma walikuwa hawana hope tena. Hii kuwapatia watu hope ni kitu kikubwa sana watu hawaoni. Imesaidia sana kwangu. Sasa hii amewapa watu wangu hope ni vipi? Tunangangana kubadilisha ile na mashariki isiwe territory ya wahalifu. Pahali ambapo hakupitwi nyasi zinamea. Kama kule Basuba watu hawapiti. Wale watakuwa karibu na Al-Shabaab kule. Ndio walioko karibu na wao kushinda sisi. Lakini tukiwa tutapita, mimi nipite, women rep apite, governor apite, ministry hii na hii ipite kule, hakutamea nyasi. Hakutakuwa territory ya wahalifu. So that is what is happening now. Lamu East, in fact Lamu East tumekubadilisha Lamu East kumekuwa construction site. Construction site vipi? Na bado tutaka. Hatujamaliza. Nenda mbio, kazi ni nyingi, ya kufanywa ni mengi. Muda ndio huo ni sasa naona ni kidogo. Kiwayu kina mama walikuwa kiingia kwenye, mpaka sasa wanaingia kwenye maji ndio wapande boti. Tukaeleza through public participation imeanzishwa jet. Haijamalizwa, haijaikwa pesa za kutosha. Lakini imewapatia watu wa Kiwayu hope kwamba na sisi serikali imetuzingatia.
Haya, Ndau kijiji ilikuwa kinakuliwa na maji. Sasa tumejenga seawall. Bado kwa hitaji pesa zaidi. Kuliwa na maji ilikuwa nataka kuzama? Maji ikija nakula kijiji hivi, nakula ni island nakuliwa hivi. Sasa paka uhifadhi ijenge seawall. Utakuja maliswa hiyo. So sasa bado kuna hitajika pesa nyingi kufanyika mambo. Haya. Lakini at least imeanza, imewapatia hope. Hapa Kiwayu, Mkokoni na Ndau alikuwa hakuna stima. Sasa hii constructor uko on site. Waleta stima. Sawa, hivi vijiji vitatu COSAP waleta stima. Through national government, through the president. Sisi ni kufuatilizia lakini president mwenyewe afanya. Ndio nataka baadaye tukuja kwa mambo ya broad based. Sasa hii broad based inatusaidia hasa tukifika pale Kizingitini. Kuna seawall ilikuwa inakula mji pia. Imemalizwa. Ilikuwa kipande miaka mingi imebaki. Imeshatengenezwa. Hata mpaka shule ilikuwa inaenda na maji. Twende Mbojumali. Mbojumali tumetengeza seawall. Governor, county government imetengeza kipande na national government imetengeza yake. So imehifadhika ile mji ulikuwa unaenda pia. Haya, twende lami barabara. Kwetu kulikuwa hakuna even 1 inch of tarmac. Miaka yote hiyo sisi tukitaka kwenda kuona barabara mpaka tuvukishe wanafunzi waje Lamu West ndio waone malami na kaivi. Sasa hizo unaonyesha kwa sababu nikikuwa kwa mwisho pia hakukuwa na lakini kwa kitambo huko. Sasa lami kutoka Mtanganda hivi huyu kidogo amefanya slow huyu contractor. Lakini March ukienda utaona lami. Sasa hiyo wanafanya earthwork. Wamefika paka Pate hivi earthwork. So sasa lami the first 1.5 kilometer hii March itakuwa tayari. Sababu mwisho nikiwa pale ni Mtawanda pale. Nadhani kwa na mpango pia kupanua jeti. Jeti bado iko ile ndogo lakini pia yatusaidia. Lakini mwanzo acha afanye hii barabara. Hii barabara ndio watu walikuwa na hamu nayo sana. Haya. Kuna mambo mengi ambayo yafaa kufanywa yako kwa pipeline ambayo yatakuja. Kama tutafanya hybridization ya stima imekuwa ikitusumbua magenerator. Haya, kuna maximization, pesa ya maximization itakuja tusongeze huko. Haya, kuna mambo chungu nzima tufanyia rais wetu. Kuna upande wa Basuba ward. Mimi nimekataa magenerator. Vile yamenisumbua huku Lamu East upande wa Faza. Sitaki tena mambo ya generator. Huku nimewambia twende polepole lakini national grid. Hivi national grid ya kwanza inaenda Tumilimani. Sawa? So wanapambana. Alhamdulillah. Na upande wetu wa CDF zile project tumefanya. Sasa hii ukienda kama nimetaja zile area ambazo zajengwa hizo ngome nini. Tumefanya classes tumefanya lab, tumefanya drones. Sasa hii kuna mradi wa kuhifadhi zile shule. Tunatengeza boundary wall. Ukuta block hasa. So ukienda kule Lamu East utaona sehemu Ndau sasa hii ukuta unaendelea. Mbojumali ukuta unaendelea. Chundwa ukuta unaendelea. Rasini ndo mama lao. Ukuta unaendelea kwa sababu ya nini? Ukuta wake ni 15 hectares. 15 hectares. Sasa imagine mawe yote analetwa pale site. 15 hectares hiyo ni shule? Ni kubwa. So mawe yote analetwa hapo, watu ni punda wanabeba, ni watu pale wanafanya kazi. So ndio nakwambia Lamu East inabadilika kwa construction site. Kuna huduma center pale tumejenga. Huduma center ni kitu ambao watu wangu wanangojea sana. Ishamalizika, bado tu watu wa huduma waweke vifaa, ifunguliwe. Kwangu ulikuwa ukitoka kutoka pale useme hapo Faza ambao huduma tumejenga. Kwenda Lamu upate kitu uende kwa hudumiwe kwa huduma center. Lazima utoe shilingi 300 upate matatu ikupeleke Mtangawanda. Mtangawanda utoe tena 300 upande boti kupeleke Lamu. Kupeleke Mokoe Mokoe utoe 100 upande pikipiki ikupeleke kwa ofisi ya Bath mfano. Au kupeleke huduma center pale. Lazima kama either unaweza uenda Mokoe kwa ofisi zenyewe au ende kwa huduma center. Ukiamua kwa Lamu lazima pia ulale
Uwezi kurudi siku ile ile kulingana na usafiri wetu. Mpaka urudi siku ya pili. Ukodishe nyumba hata kama ni 1,000 ulipe. Yaani kwa ufupi lazima ukuwe na 3,000 kwa wewe kupata birth certificate. Na huyo ni mtu wa father ward. Mtu akiunga ward, hizo gharama imekuwa 8,000 na zaidi. Akitoa kiunga lazima alipe ndio apate birth certificate. Sasa tukasema tuitengeze kule kwetu. Na sahihi Huduma Center iko pale. Inshallah Mungu akipenda itasaidia watu wangu. Haya, shule tumejenga shule ngapi? Kiangwi tulipofungua shule wakawa bado kuna wengi wakimaliza pale wanaenda kama exams wafanye huku faza. Wabebwe na maboti, tunasumbua watu wa ministry wabebane. Sasa sisi tukasema hata tu exam ya kwanza kutoka history yanzo ndio wamefanya Basuba Ward. Safari hii. Haya. Wanafunzi bado walikuwa wanatoka kwenda hiyo grade JSS. Tumeanzia tumewajengea class 8 na tumeshirikiana. CDF imefanya class 4, KDF wameleta material ya class 4. Sasa CDF ikasimamia transport na kujenga deba. Wakafanya. So class ni 8 total. Kisha nikapata dona wakanijengea, sasa hivi wanaendelea kujenga boundary wall, wanahifadhi ile shule. Pao wenyewe watu wa Basuba Ward wanasema kutoka Rwanda ingie na sisi tuko Singapore. Hawajawahi. Hawashatangulia Singapore. Hawashaanza kwenda Singapore. Sasa ona Basuba. Mtu anaweza sengine hata kacheka. Kutengezewa shule tu wao wanaona kwa Singapore. Kwa sababu kulikuwa hakuna kutoka dunia iumbwe. Sasa wale ambao wana nyingi wakizaliwa, kuna watu wamebarikiwa. Wakizaliwa wameona reli, wakizaliwa wameona lami, wameona airport. Wameona airport. Wameona hizi vitu. Sisi kwetu hakuna. Zikifanywa kidogo tunaona kweli tunaenda Singapore. Lakini wengine wakifanyiwa hawaoni kama wanaenda Singapore kwa sababu wakizaliwa waliziona. Walizipata. Wacha kuja siasa kidogo. Tunajua ulichaguliwa na chama cha Jubilee. Ndio. Katika hiyo Jubilee tumeona kuna mrengo fulani huko kwa aliyekuwa naibu rais Gachagua. Kuna mrengo mwingine uko broad based. Sijui uko mrengo gani? Kwa Jubilee? Wale ambao wameenda kwa Rais Ruto ama kuna wale wengine, na ni kwa nini uliamua kuunga mkono broad based ya Rais Ruto? Na najua saizi kinara wako tofauti, kinara wa Jubilee, naibu kinara naona ni Matiang'i saizi. Sasa mimi niko Jubilee. Nimechaguliwa na chama changu cha Jubilee. Lakini rais ni mmoja Kenya. Hakuna rais mwingine. Mimi na support William Samoei Ruto kama rais. Yes. Na hii serikali ya broad based? Hii broad based imesaidia sana. Imesaidia vipi? Manake cost nzima ilikuwa watu wengi wamezoea siasa za upinzani. Na wajua siasa za upinzani ni tamu sana. Wananchi wengi wapenda kisikia mtu akichapa serikali ndio unaonekana shujaa. Lakini itegemea wewe mwenyewe umeanzia wapi. Wewe mwenyewe kisiasa umeanzia wapi. Wengi for example kina Mheshimiwa Mishi walianzia opposition wale. Wengi wameanzia opposition miaka mingi ya siasa yao. Ukiangalia kwangu kama Mheshimiwa Shakila wameanzia upinzani tu throughout na Kalonzo. Ona? Wameanzia upinzani. So kwao wakisimama kwa jukwaa ni flow, chapa. Ndio? Wamekuwa serikali. Sasa mimi nilianza na TNA hata nilipokosa. Serikali ile chama changu kiliingia. Nikaingia Jubilee 2017 kama women rep. Ni serikali ilikuwa niko ndani ya serikali. Nikiingia tena nikaingia member of parliament kama wa Jubilee. Ni serikali pia. Iko. Sasa mimi nimeona faida ya kuwa ndani ya serikali. Nimeona
watu wangu walivyoumia wakiwa kwenye opposition. Naona maendeleo yanaenda sehemu nyingi. Kwangu hakuna maendeleo. Wajua unaweza kuambiwa, ukaweza kwenda ukasema kaambia nyinyi budget bungeni tengenezeni budget. Unatengeza hiyo budget unangangana, lakini wako wengi pale na kuna kule bunge watu mpaka tuambiane ukweli. Kama pale ndani ya bunge, katika wabunge wote walioko zaidi ya 300, sisi mimi ndio mbajuni peke yangu. Na kila aliyoko pale ni representative of the people. Kila mtu anapigania kwake. Lazima utetee watu wako. Wanapigania kwake. Na kuambia kile kinyang'anyiro kikiwekwa hapo cha budget. Wewe utangangana useme hapa ni muhimu, hakuna atakayekusikia, unangangana mpaka ukipata kitu wewe umengangana, umechukua a lot of effort. Sasa ndio ubidi uwe kwa serikali uende kumwambia rais haangalii sehemu moja. Yeye hatoki sehemu moja rais. Anatoka Kenya nzima. Yeye kama mimi ninavyoangalia Lamu East, yeye anaangalia 290 constituencies. 47 counties. Yeye anaangalia hivyo. Watu milioni 50. Watu milioni 50. Ukienda kumwambia anaona kweli hapa Lamu East kwahitajika. Anaambia ministers wake lazima hapa ufanye hivi. Hawa wametengwa sana. Kama kuna siku nilimwambia rais, nikamwambia eneo bunge langu ndio eneo bunge peke yake Kenya nzima, hakuna hata inchi moja ya tarmac. Basi yeye mwenyewe kuna siku nyingine akarepeat hiyo statement yangu pale pengine akasema kama kuna eneo bunge Rueda anasema eneo bunge lake ndio hakuna hata inchi moja ya tarmac ya lami. Na pia hivi juzi tu ulikuwa kaunti nzima ya Lamu pia haikuwa, nani barabara pia ni za juzi tu. Sasa basi akaniambia ilibidi mimi, akasema pahali State House, ilibidi nitafute pesa hata kama ni emergency ili itengeneze lami. Sio ndo nakwambia mimi niko pale mwanzo area yangu iko operation area. Mimi nichape serikali vipi nishirikiane sasa, kwangu majangili si wataingia zaidi. Unajua ukiona wanasiasa wanaguzozana na nini unampatia adui nafasi, na sisi tuko karibu na boda. Sasa mimi namuunga rais kwa sababu tunapata maendeleo. Ametupatia hiyo hope. Tunaiona Singapore. Sisi watu wa Mashariki mshafika, tutawapata huko. Singapore tunaiona. Alafu pia siku za hivi karibuni nimekuwa naona wabunge wa ukanda wa Pwani kuna mikutano kadhaa chini ya Waziri Hassan Joho. Sijui mnapika nini? Na kidogo zaidi wale wa kutoka mrengo wa ODM. Naona pia vile wametishia kuhusiana na chama hicho cha ODM. Wajua hii Kenya sisi tunakataa ukabila, lakini huyo Gachagua ameleta ukabila zaidi yani. Sasa kama amedevolve ukabila. Sasa akionekana yoangalia yeye jimbo lake tu. Sina wengine nao watajipanga kila mtu kwa jimbo. Manake kama hujipangi utapangwa ikiwa watu wanajipanga. Sasa ndio imeleta hiyo movement. Hii mambo yote yamefanya ni Gachagua. Sababu nimeuliza hilo swali sababu kuna wale wanasema kuna tetesi kuwa kuna chama kinatengenezwa cha ukanda wa Pwani tu. Kuna pia tetesi ambazo tumesikia kuwa imesemekana chama cha PAA kivunjwe, wabunge wote waingie chama cha UDA. Sasa mimi hiyo sijui. Nasitaki kuzungumzia, mimi sana si mtu wa kushika mambo ya vyama. Kule kwangu hachaguliwi mtu kwa chama. Kwangu anaangaliwa mtu yeye kama mtu. Chama ni ule. Na tumeona wamekuwa ni vyama tofauti. Kwa ANC, ona Jubilee pale. Kunao MC wa UDA, kunao MC wa hiki chama cha speaker. Ford Kenya. Kuna kwetu unaangaliwa wewe kama mtu. Sasa umefanya maendeleo vipi? Ndio maana mimi nashikana huyu William Samoei Ruto nifanywe maendeleo, waniangalie mimi kama Rueda. Nikienda na chama chochote kule, watakijachagua kile chama nilichokwenda nacho. Sababu ni wewe wameangalia. Sasa hii nyingine watu wanajipanga. Wenye kujipanga kwa ODM, wenye kujipanga hivi. Lakini sasa hii ishafika wakati watu kujipanga.
Kila mtu anaangalia sasa ataenda na chombo gani. Mimi nimeenda kule State House kama friend wa UDA. Naam. Friend wa UDA. Mimi niko kwa chama cha Jubilee lakini nimeenda pale kama friend. Na katika kujipanga huku, labda matarajio yako ya usoni ni yapi? Kuna siku moja utakuja gombea ugavana katika kaunti ya Lamu? Sasa mimi watu wengi wananiambia pigania ugavana. Kwa sababu ile network nilionayo ya women rep. Na paka sasa kuna vikundi vangu 150. Alafu pia vile umevunja ile kasumba kuwa Lamu ni vigumu labda kumchagua mwanamke na ulipata kuwa mbunge. Sasa wajua mwanzo hiyo ilikuja vipi? Hiyo kuweza kumchagua mwanamke ilikuwa na hiyo kasumba. Mimi ndio mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kama mbunge. Ni history hiyo. Na kutoa wanaume. So ni sababu ile performance yangu wakati wa women rep. Wakaona huyu alipokuwa women rep na milioni 7 kwa eneo bunge ametufanyia mambo haya. Je, kwa kaunti nzima? Milioni 7 kwa eneo bunge, milioni 14 kwa kaunti nzima. Ametufanyia haya. Je, akipata mgao mwingine sasa atatufanyia zaidi? Kwa sababu mimi mpaka sasa hii ukienda kule nilitumia ujanja. Nilikuwa naona hii pesa kidogo ya kujenga. Sasa pesa umepewa 800,000 ujenge kitu. Utajenga nini na 800,000? Sio nilikuwa naenda na kusanya ile pesa. Nawaambia tutaifanya ya financial year kadhaa. Spread out. Tunajenga hiyo polepole. Mpaka bora kitu kifanyike ambao watanikumbuka nacho. Kisha sifanyi peke yangu, naenda kwa dona. Kama nilienda Safaricom nilipokuwa women rep walinisaidia sana. Nilipoenda nikawaambia na wao bahati nzuri walikuwa wameona hiyo shida. Kuna mtu mmoja wa Safaricom alikuwa amepita na gari wakaona mama ameshukishwa kwa pikipiki akijifungua. Kisha wakazaa ndo wakabeba na mtoto wa pikipiki akarudi. Alikuwa anapelekwa alikuwa anapelekwa Witu hospitali. Sasa nilipoenda kueleza nikamwambia kwangu maeneo ni mbalimbali, mama kupelekwa kule sana wanazaa njiani au wanazaa kwa pikipiki. Basi akaniambia basi mimi pia niliona hiyo shida, niliwahi kuona mimi mwenyewe kwa macho yangu. Ikawa easy. Haya tukakubaliana na watu wa Safaricom wao wajenge maternity shelter 2 na mimi nijenge 2. Sasa mimi nikajenga Faza Ward 1, maternity shelter na Ngaf, na nikajenga King Fahad 1. Na Safaricom wakajenga Witu, wakajenga na Mpeketoni. Kisha governors wamezibadilisha pale ile ya Witu wametengeza sijui kama bado yaendelea maana mimi siko kwa women rep sasa. Na Mpeketoni nasikia kabadilisha kafanya wodi ya watoto. Ile maternity shelter ilikuwa ni mzazi aweze kwenda kukaa pale hata na mkungwa wake. Yule mama midwife. Watu wetu hawaendi hospitali, hata hawaendi mapema hospitali mpaka uchungu umemshika ndo anakimbia. Karibu na hospitali ziko mbali. Sasa ndo tukatengeza zile ili mama afike pale hata kama 10 days before ile date yake. Akae yule midwife wake kama atakumkanda miguu mkande mpaka uchungu kichacha ndo ingie. Kama ni wa theater ingie theater, kama ni wa labor ingie labor. Ona. So tukazifanya hizo sehemu hizo 4. Na hiyo kazi si inafaa ifanywe na serikali ya county? Lakini si kwa ni akina mama. Sisi women rep tukafanya. Tukafanya kwa sababu kina mama ndio wanahusika. Yanaumia. So tukafanya. Sasa tunafanya kisha unawapa county. So we build kisha tunai hand over kwa county wanayoparate. Madawa na nini. So tulibuild tukawapatia. Sasa mimi mpaka sasa hii mtu akitembea anaona zile alama zangu za wakati wa women rep. So hizo ndo zilitujenga zikaweza kuonesha kwamba kumbe mama pia anafanya kazi. Unaona huyu ya women rep amefanya. Hapo ya women rep tena tukachagua kila ward ambayo tujafanya kitu ndo tufanye. Tukaenda tukatengeza safe house. Pale Hindi. Hivi ukienda Hindi kuna safe house. Safe house ni mtu wa GBV au amepigwa na mumewe hana pa kwenda ataenda hapo. Sababu hivyo visa nimevisikia viko hivi sana. Wakati wangu tunajenga iko pale. Sasa si mimi coordinate ni county. Ukisha kujenga kwa sababu issue na health unapatia county. Hivi Hindi hospital not Hindi ward lakini ni pale Mokoe hospital. Ukienda utaona safe house. Niliomba KPA wakanitengenezea. So zile vitu tulifanya
ndo watu wangu wakakuwa na imani, wakasema huyu alitufanya hivi, tutamchagua. Ndio maana tukavunja hiyo history kwamba kiti cha MP ni cha wanaume peke yake. Maanake mpaka watu walikuwa wanasema wakati wa kampeni, mbona anasema ubunge huyu nani mwanamke? Wewe mwanamke simu na kiti chenu cha wanawake, simu na kiti chenu cha wanawake, unakuja kufanya nini huko? Mwanzo ukasimama useneta, inakuwa ngumu sana. Nasema na hiki pia nchetu. Sasa tukwambia kile ati ubunge mwanaume peke yake, na hiki pia nchetu, tukapigania. Haya, so alhamdulillah, ile kazi ukifanya kama mwanamke, pia ukipewa nafasi pahali, you have to prove ndio wanawake waweze kuchaguliwa. Mimi sahihi na imani mwanamke mwingine Lamu akisimama, kwa vile bidii ninazofanya, kuna watu nishawasikia wakiniambia umefanya kazi kushinda wanaume. Basi yani hilo nimemjenga mwanamke mwingine akisimama, hataambia hawa wanawake hawafanyi kazi. Taona ni vigumu. Unajua kwa mwanamke kuonekana lazima ufanye kazi mara 2 ya mwanamume ndio uonekane. Yani ujitume zaidi ndio uonekane. So alhamdulillah mimi najituma zaidi. Siwezi kusema 100%, lakini zile zikitoka sengine napata 68% zile polls kwa performance. So nikipata 68% inaonyesha nafanya kitu. Alhamdulillah. Naam. Naona muda wetu umeenda sana, labda kwa dakika 2 tu ungependa kuambiaje wapigaji kura wakazi wa Lamu East na Lamu kwa jumla? Ningependa niwaambie hivi. Sahihi watu watatembelewa na kila mtu. Watu watakuja na maneno tofauti. Watakuja na mbinu tofauti. Ni kuwaomba tu wakazi wa Lamu Mashariki na wapiga kura kwa jumla Kenya nzima na Lamu County waangalie viongozi track record. Maana kuna viongozi wakija majukwaani utafikiri serikali inapunduliwa kesho. Lakini ukiangalia track record 0. Wao ni kusimama majukwaani na kuchochezi tu. Pengine mtu amekuwa hapo kwa miaka mingi, ukiangalia track record yake, amefanyia nini watu wake? Amefanyia nini wa Kenya? Hakuna, ni 0. Kwa hivyo tuangalie track record za wabunge, za wa magavana, za maseneta na za wa president. Asante. Shukrani sana mheshimiwa kwa wakati wako. Asante. Na amekuwa ni mbunge wa Lamu East Ruwaida Obo, na tumeweza tukuzungumza masuala mengi na kutuelimisha vile vile kuhusiana na kaunti ya Lamu na vile vile na ubunge lake la Lamu Mashariki, na yale ambayo ameweza kuyatenda na yale ambayo natarajia kuwa ataweza kuyafanya kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Hatuna cha ziada.